Unajua unaongea ufokonyoko. Huo ni ufokonyoko unaongea wewe. Wewe ndo dalali yangu. Umeniuzia kiwanja. Serikali ya mitaa tumeenda. Na leo wewe ndo unanifuata unaniambia wewe mimi nimevamia eneo hili nimejenga kampuni katika maeneo ya watu. Unaongea ufokonyoko wewe. Afande Madevu, njoo ufanye kazi yako. Kamata huyo. Itajulikana huko kwa huko. Sawa bosi. Kwangu ni kazi ndogo sana hiyo. Kisha hapo nikikamata. Hapa haondoki mtu. Siondoki. Hehe. Kama tu mtu hapa. Oya, twende bwana. Twende bwana wewe. Wewe. Hapa ondoki mtu. Hapa ondoki mtu. Unalinga na kampuni. Kampuni gani? Haya, mshaka kwenye kiti chako. Peleka huyo. Wewe baba. Niache wewe baba. Peleka huyo. Niache nasema niache. Milioni 10 hiyo. Yani humu tu. Humu tu. Baada ya advance nimekuja kuchukua kiasi changu chote. Hivyo tayari nishamaliza kazi yako kabisa yani. Hivi unajua kama kazi nimekupa jana, leo narudi hapa. Je, ni kweli au unataka kunidanganya? Au unataka kunizulumu pesa yangu dalali? Alo, nikudanganye kwa kipi Madam Salome? Kwa nini mpaka nikudanganye? Mimi sina mchezo, ilo lobaki huku ni nyingi. Kwa hiyo nikilemba kazi unaweza ukampa mtu mwingine kutumia hiyo milioni 7. Oya sikia, nipe hela yangu. Lakini umefanya faster. Mimi ni mtu wa kazi. Sina kazi niache kazi. Basi sawa dalali wangu. Kwa kazi uliyofanya ni kazi nzuri sana. Ninaomba nikuongezee pesa ili iweze ikakusaidia. Nenda kwenye akaunti yako ya benki, tayari nishaweka hiyo pesa. Na kama itawezekana, naomba huu mji hasionekane kabisa. Kama unawezekana, huwa alafu kuna kazi nyingine nitakupa. Okay, tutaonana kwenye kazi zingine. Good night. Kaka jambazi, naomba uniache nirudi nyumbani kwangu. Naomba uniache, unakitafuta nini? Hayo makelele unayopiga yatakuweka sehemu mbaya. Sio kama ndio utaachiwa. Si unanielewa? Basi naomba uniruhusu niondoke. Mimi na kampuni zangu eti, naomba uniruhusu. Hauwezi kuondoka mpaka yule dalali haje. Na ukitulia kama hivyo, unakuwa mwanamke mzuri sana. Naomba utulie hivyo. Nini ambacho kinakufurahisha? Au mimi nishakuwa mdoli sasa hivi, si ndio? Kwani ukiniangalia mimi sikuvutii? Kunivutia kivipi? Una maana gani kuniuliza swali la kipumbavu kama hilo? Wafanya kazi, mfanye kazi zenu kwa uweledi, sawa? Ndio bosi wetu. Sawa bosi, sawa, usijali bosi wetu. Nicheke kimya. Nishaanza kuipata hii kampuni. Na ndio maana bosi Shunshia anataka hafe. Alinipa kazi ya kusimamia akiwa yeye hayupo. Na ndio maana hawa hawajui chochote kuhusu bosi Shunshia na kinachoendelea. Sasa lazima nipate vitu vya muhimu, nibadilishe, nijimilikishe hii kampuni. Na imani na nitaweza. Mr. Kisamvu, nimekwambia niache. Nitaondoka nyumbani kwa wakati wangu. Kali lazima niondoke na wewe. Mimi na wewe tunaishi nyumba moja. Na mambo yangu ya msingi nataka niyafanye. Kani wewe vipi? Ndio, kuna ulazima mimi na wewe kuondoka wote. Kwa sababu mimi ni mpenzi wako. Kuna nini ambacho wewe unanificha unataka kukifanya leo? Sasa endelea hivyo. Leo kitakukuta kitu. Leo hii kitakukuta kitu. Sasa wewe endelea kunitolea macho hapo. Mimi naondoka zangu hapa. Sasa ole wako unue hiyo miguu yako hiyo uanze kunifuatilia bila sababu. Hii leo hii.
Madam Salome? Madam Salome? Alo. Huyu kuna kitu ambacho mimi ananificha. Haiwezekani. Leo nionekane mimi sina faida kutoka kwenye maisha yake. Haiwezekani. Yaani kuna kitu tu ambacho kinaendelea, mimi ananiweka mbali. Huyu kuna kitu leo anataka kufanya. Madam Salome? Nitakijua tu. Ngoja. Alo, binadamu wabaya sana. Haiwezekani kuja kuniweka kwenye chumba hiki. Hewa sio hewa, sayari sio sayari. Yaani kwenye chumba lakini ma TV. Yaani sielewi hiki chumba cha nini. Mara magari yanaelea. Kuna maneno wakati sasa hivi ni mchana. Nini ambacho anakitafuta kwangu? Binadamu hawa. Na mimi lazima niandae mpango kazi. Lazima nijue jinsi gani ya kupambana nao. Na inavyoonekana hawa wamepewa pesa. Kwa hiyo usipotumia pesa hapa kutoka ni ngumu. Ni nani aliyefanya hivi? Na anataka nini mpaka mimi anitumie watu? Au ni dalali? Dalali? Kuna mtu tu ambaye yuko nyuma ya dalali. Lazima niwe mjanja kuchangamka, nijue hii siri, nijue kitu ambacho kimejificha. Na leo nimekaa mwenyewe kwenye hiki chumba, inaonekana kuna mpango kazi. Hawa wanataka kuniua. Hapa lazima nikumbuluke mapema. Lazima huu mchezo ni usitokie mapema. Ngoja leo mtu akija hapa nalianzisha. Madam Salome mpenzi wangu, shida ni nini? Mbona umechelewa sana leo? Kuna muda ninaweza kusema kwamba wewe umenitafuta wewe matatizo. Haiwezekani uniambie nitoke na mtu kinganganizi kama Mr. Kisamvu. Yule ni kinganganizi wa mapenzi, kwa nini uniambie nitoke naye? Ni kama ndo hilo tu mpenzi wangu. Hilo sio shida sana. Kama ni Mr. Kisamvu sio shida sana. Ni miongoni mwa mpango wetu kwa jinsi gani tutakuja kuipata mali. Sawa, kwa hiyo alikuwa anasema vipi huyo Mr. Kisamvu? Yaani tumetoka ofisi imefungwa. Yeye kaningangania. Mimi nataka kuondoka safari zangu nije kwako. Yeye kaningangania. Maisha gani ya mahusiano hayo? Sasa nikamwambia, yaani hii angenifuata ningemkataza. Bosi Nshia, nimekuja kukuchukua. Kiondoke, nimekuja kukutorosha. Na dalali anakuja huko. Ashaniambia kabisa anakuja kukuua. Wewe fanya haraka tondoke. Na wewe sikuchukui bure. Kumbuka ahadi yako kule msituni uliniambia utanipa niichape. Sasa sikupata nafasi ya kuichapa. Hivyo unavyoondoka ukumbuke kabisa ahadi yako ni nini. Dalali anataka kuniua. Ile jambo lishakuwa serious. Sikia. Wewe nitoe hapa. Nitakupa chochote ambacho tunakihitaji katika maisha yangu. Cha msingi unitoe katika hili janga kwanza, mambo mengine yatafuata. Ila hebu niambie kwanza, ni nani ambaye yupo katika mchezo? Au ni nyinyi? Na kama nyinyi hamjaniambia mpaka sasa hivi mnakitaka nini? Hicho sio kitu ambacho kimenileta hapa. Kilichonileta hapa ni kutoe ili mradi na wewe utimize ile lengo lako la kufanyaje, la kunipa mimi nichape. Nishakwambia kabisa, dalali anakuja mkuku kuja kukuua wewe. Na mimi kesho nipigia simu nikwambie tu, dalali akija hapa na kwa upande wake fanya tondoke. Kaka jambazi, naomba unigusie tu hata kidogo, nigusie tu nijue tu kwamba ni kitu fulani tu. Hebu nigusie tu mbali nijue. Hata jina nitajie huyo mtu. Nishakwambia dalali akifika hapa na kwa upande wa dalali na kukana, nikwambia toa miguu yako tondoke. Hapo ungeharibu. Kumbuka mpango wetu ulikuwa ni kumuingiza huyo Mr. Kisamvu katika mchezo wetu. Sawa Hapo ungeharibu kwa kweli. Achana na wewe kinganganizi. Lete mpango mpya sasa mpenzi wangu. Itakuwaje? Na leo hapa siondoki. Mpango mpya ni kumuua bosi Shunshia. Lazima tumuue. Yaani kama haujaniambia swala ya kumuua bosi Shunshia, tayari nishamtuma yule dalali anamuua. Hivi ninapokuambia dalali yuko na safari ya kwenda kumuua bosi Shunshia. Safi sana mpenzi wangu. Hakikisha hii kampuni lazima tuipate kwa hali na mali. Mimi na wewe jambo letu ni hili
moja, lazima tuifanikiwe kuipata ile kampuni kwa chochote kile. Sawa, hebu nenda ofisini. Kutokana sasa hivi ofisi haina kiongozi wowote. Na wewe upo huko. Hebu wahi ofisini haraka sana. Sawa mpenzi wangu, tutaonana baadaye au tutawasiliana zaidi. Mbona sijamkuta mtu yoyote? Sijamkuta yule bosi Shushia mateka wetu, wala sijamkuta yule kaka jambazi. Nini kinachoendelea hapa? Mbona sielewi? Ina maana kaka jambazi kanisaliti. Kadanganywa na nini huyu? Nini ambacho kimemdanganya? Au pesa? Vipi bosi wangu akijua kwamba hatujamuua Madam Salome? Hii imekaa vibaya sana. Huyu lazima nimtafute kwa hali na mali, nimpate. Lazima nimpige yeye bunduki yeye na wewe bosi Shushia. La sivyo bosi wangu atanichukulia mimi ni mtu mbaya. Lazima niwatafute popote walipo. Wewe kaka jambazi wewe, na kufuata popote ulipo. Haiwezekani bosi wangu anyone mimi mzinguaji. Hii haiwezekani. Hii haijakaa sawa kabisa. Hey guys, kwa majina naitwa Madam Salome. Kwa sasa mimi ndio kiongozi wa hii kampuni. Naomba mnisikilize. Kwa hiyo mfanye kazi zenu kwa weledi mkubwa. La sivyo kila mmoja atafukuzwa hapa kazini. Tumeelewana nice? Basi sawa, nyie endeleeni na kazi zenu. Mlango unafunguliwa huo? Wewe nani ambaye unafungua mlango kwa fujo namna hiyo ofisini kwangu? Funguliwa huo? Nani huyo anayeingia ofisini kwangu na kuleta fujo namna hiyo, kufungua mlango namna hii? Nani? Wewe ni bosi Shushia au ni mzimu wa bosi Shushia? Kumbe wewe ndio upo nyuma wa huu mchezo, Madam Salome. Kweli